Karibu sana wapenzi watazamaji kwenye channel yetu pendwa. Leo hii tuko na mada ambayo inagusa mioyo ya wengi. Jinsi ya kulinda ndoa yako au uhusiano wako na kuufanya uwe imara kama mwamba. Katika safari hii ya mapenzi kuna mengi ya kujifunza. Na mimi Sofia niko hapa kuwapa siri ambazo zimenisaidia mimi binafsi na wengi waliofanikiwa katika mahusiano yao. Hakikisha unatazama hadi mwisho kwa sababu nitakuwa na vidokezo muhimu ambavyo vitabadilisha uhusiano wako. Usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata video zetu mpya kila tunapopakia. Na sasa, twende moja kwa moja kwenye mada yetu. Wapenzi watazamaji, kama mnavyojua, mawasiliano ni kama daraja linalounganisha pande mbili za mto. Bila daraja hilo, pande hizo mbili haziwezi kuwasiliana kwa urahisi. Mawasiliano ni muhimu sana katika uhusiano wowote, iwe ni wa kirafiki, kifamilia au kimapenzi. Ni njia ya kueleza hisia, mawazo na matarajio yetu kwa wengine. Kama daraja hilo ni imara, basi hata magari mazito yanaweza kupita bila wasiwasi. Hii inamaanisha kuwa, kama mawasiliano yetu ni thabiti na yenye msingi mzuri, tunaweza kushughulikia changamoto kubwa na matatizo mazito katika uhusiano wetu bila kuvunjika moyo. Ndivyo ilivyo katika uhusiano, mawasiliano mazuri ndio msingi wa kila kitu. Bila mawasiliano mazuri, hata uhusiano wenye upendo mwingi unaweza kukumbwa na matatizo. Mawasiliano mazuri yanajenga uaminifu, kuelewana na heshima kati ya watu wawili. Sasa, mawasiliano mazuri sio tu kuongea, hapana. Ni zaidi ya maneno tunayosema. Ni jinsi tunavyosema, ni sauti yetu, ni lugha ya mwili wetu, na hata ni wakati gani tunachagua kuzungumza. Mawasiliano mazuri yanahitaji uelewa na ufahamu wa hisia za mwenzako. Ni kuongea kwa uwazi, kwa upendo na kwa heshima. Ni kuhakikisha kuwa mwenzako anahisi kuwa anasikilizwa na kueleweka. Ni kuonyesha kuwa unajali hisia zake na unathamini maoni yake. Usimfanye mwenzako ahisi kama anahojiwa mahakamani, hapana. Mawasiliano hayapaswi kuwa kama mahojiano au mashindano. Badala yake, yanapaswa kuwa mazungumzo ya wazi na ya kirafiki, ambapo kila mmoja anapata nafasi ya kueleza hisia zake bila kuhukumiwa. Msikilize kwa makini anapoongea, mtazame machoni, na mpe nafasi ya kuelezea hisia zake bila kumkatisha. Kusikiliza ni sehemu muhimu ya mawasiliano. Ni njia ya kuonyesha kuwa unamheshimu na unathamini kile anachosema. Na wakati wa kuongea, tumia lugha nzuri, yenye upendo na heshima. Maneno yetu yana nguvu kubwa, yanapoweza kujenga au kubomoa uhusiano. Kwa hiyo, ni muhimu kutumia maneno mazuri na yenye kujenga. Epuka maneno makali, kejeli au dharau. Maneno haya yanaweza kuumiza na kuharibu uhusiano. Badala yake, jaribu kueleza hisia zako kwa njia ya heshima na upendo. Kumbuka, lengo ni kutatua tatizo, sio kuanzisha vita. Mawasiliano mazuri yanapaswa kusaidia kutatua matatizo na kuimarisha uhusiano, sio kuongeza matatizo. Na jambo lingine muhimu, usikae kimya unapopatwa na jambo. Kukaa kimya kunaweza kusababisha kutoelewana na hata chuki. Ni muhimu kuzungumza na kueleza hisia zako kwa uwazi. Kama kuna kitu kinakukera, usifiche moyoni, mwambie mwenzako. Mawasiliano ya wazi na ya kweli ni muhimu kwa uhusiano mzuri. Ni njia ya kuonyesha kuwa unajali na unataka kutatua matatizo pamoja. Lakini kumbuka, mwambie kwa ustaarabu na upendo, sio kwa hasira au ukali. Hisia zetu zinaweza kuwa kali wakati mwingine, lakini ni muhimu kuwasilisha hisia hizo kwa njia ya heshima na upendo. Mawasiliano mazuri yanajengwa kwa uvumilivu na kujifunza kila siku. Hakuna mtu aliyezaliwa akiwa mtaalamu wa mawasiliano. Ni jambo tunalojifunza na kuboresha kila siku. Jitahidi kuwa msikilizaji mzuri, mzungumzaji mzuri, na utaona mabadiliko makubwa katika uhusiano wako. Utaona jinsi uhusiano wako unavyokuwa na nguvu zaidi, jinsi unavyokuwa na furaha zaidi, na jinsi unavyokuwa na amani zaidi. Mawasiliano mazuri ni funguo ya kuelewana. Wapendwa, upendo ni kama mmea, unahitaji umwagiliaji maji ili ukue vizuri. Kama vile mmea unavyohitaji maji, mwanga wa jua na udongo wenye rutuba, ndivyo upendo unavyohitaji maneno matamu, vitendo vya upendo na shukrani za dhati ili uweze kustawi na kuimarika. Na maji hayo ni maneno matamu, vitendo vya upendo na shukrani za dhati. Maneno matamu yanaweza kuwa rahisi kama kusema na kupenda au asante kwa mwenzako. Vitendo vya upendo vinaweza kuwa ni kumsaidia mwenzako kazi za nyumbani, kumletea zawadi ndogo, au hata kumwandalia chakula anachokipenda. Usiache kumwambia mwenzako na kupenda kila siku. Hata kama ni kwa njia ndogo, maneno hayo yana nguvu sana. Yana uwezo wa kuamsha upendo uliolala na kuufanya uwe mpya tena. Kila siku, hakikisha unamwambia mwenzako jinsi unavyompenda na kumthamini. Maneno hayo yana nguvu sana,
Yana uwezo wa kuamsha upendo uliolala na kuufanya uwe mpya tena. Hata kama mko kwenye hali ngumu, maneno matamu yanaweza kubadilisha hali na kuleta furaha na amani katika uhusiano wenu. Na sio maneno tu, bali pia vitendo vinaongea zaidi. Vitendo vya upendo vinaweza kuwa ni kumsaidia mwenzako kazi za nyumbani, kumletea zawadi ndogo, au hata kumwandalia chakula anachokipenda. Vitendo hivi vinaonyesha kwamba unamjali na unampenda kwa dhati. Fanyie mwenzako vitu vidogo vidogo vinavyoonyesha upendo wako. Hata kama ni kitu kidogo kama kumletea kahawa asubuhi au kumwandalia chakula anachokipenda. Vitendo hivi vinaweza kuwa na athari kubwa katika uhusiano wenu. Msaidie kazi za nyumbani, mnunulie zawadi ndogo ndogo, mpikie chakula anachokipenda, au hata kumpa massage baada ya siku ndefu. Vitendo hivi vinaonyesha kwamba unamjali na unampenda kwa dhati. Hata kama ni kitu kidogo, kinaweza kuwa na athari kubwa katika uhusiano wenu. Na jambo lingine muhimu, onyesha shukrani kwa kila kitu anachokufanyia. Shukrani ni muhimu sana katika uhusiano wowote. Inaonyesha kwamba unathamini kila kitu anachokufanyia na unamjali kwa dhati. Usimchukulie mwenzako kama mpishi wako, dereva wako au mfanyakazi wako wa ndani. Badala yake muonyeshe kwamba unathamini kila kitu anachokufanyia na unamjali kwa dhati. Hii itasaidia kuimarisha uhusiano wenu na kuleta furaha na amani katika nyumba yenu. Shukuru kwa kila anachokufanyia, hata kama ni kidogo. Kumbuka, shukrani huzaa shukrani. Kadri unavyomshukuru mwenzako, ndivyo atakavyokuwa tayari kukufanyia mambo mengi zaidi. Shukrani ni kama mbegu, inapopandwa na kumwagiliwa vizuri, inakuwa na kuzaa matunda mengi. Ukimshukuru mwenzako kwa dhati, naye atajisikia vizuri na atakuwa tayari kukufanyia mambo mengi zaidi. Hii itasaidia kuimarisha uhusiano wenu na kuleta furaha na amani katika nyumba yenu. Kumbuka, upendo ni kama mmea, unahitaji umwagiliaji maji ili ukue vizuri. Maneno matamu, vitendo vya upendo na shukrani za dhati ni maji yanayowezesha upendo wenu kustawi na kuimarika. Watazamaji wangu, uaminifu katika uhusiano ni kama nguzo inayobeba jengo. Bila nguzo hiyo, jengo haliwezi kusimama imara. Uaminifu ni msingi wa kila uhusiano wenye mafanikio, iwe ni ndoa, urafiki, au hata uhusiano wa kikazi. Kama nguzo hiyo ni dhaifu, basi jengo lote litaporomoka. Hali kadhalika, uhusiano wowote ambao hauna uaminifu utavunjika na kuleta maumivu makubwa kwa wahusika. Ndivyo ilivyo katika ndoa au uhusiano wowote, uaminifu ni muhimu sana. Bila uaminifu hakuna amani, hakuna furaha na hakuna usalama. Uaminifu unajenga msingi wa mawasiliano mazuri na kuelewana. Uaminifu unaanzia katika kuwa mkweli kwa mwenzako. Hii inamaanisha kuwa wazi na kusema ukweli kila wakati, hata kama ukweli huo ni mgumu au unaumiza. Usimdanganye, usimfiche siri na usiwe na mambo ya pembeni. Siri na uongo ni sumu kwa uhusiano wowote. Zinaweza kuharibu uaminifu na kuleta mashaka na wasiwasi. Kuwa wazi kama kitabu, mwambie ukweli hata kama ni mgumu. Hii itasaidia kujenga uaminifu na kuimarisha uhusiano wenu. Mawasiliano ya wazi na ya kweli ni muhimu sana katika kudumisha uaminifu. Na ili kujenga uaminifu, unahitaji kuwa mwaminifu pia kwa maneno yako. Ahadi zako ni muhimu na unapaswa kuzitimiza. Usifanye ahadi ambazo huwezi kuzitimiza, kwani hii itavunja uaminifu. Usifanye ahadi ambazo huwezi kuzitimiza. Ahadi zisizotimizwa zinaweza kuleta maumivu na kuvunja uaminifu. Hakikisha unatimiza ahadi zako na kuwa mwaminifu kwa maneno yako. Kama umemwambia mwenzako utafanya jambo, basi lifanye. Hii inaonyesha kuwa unamheshimu na unathamini uhusiano wenu. Kutimiza ahadi zako ni njia moja ya kuonyesha uaminifu wako. Pia, epuka kuwa karibu sana na watu wa jinsia tofauti ambao wanaweza kuhatarisha uhusiano wako. Hii inamaanisha kuweka mipaka na kuhakikisha kuwa mwenzako anajua mipaka hiyo. Weka mipaka katika mahusiano yako na watu wengine na hakikisha mwenzako anajua mipaka hiyo. Hii itasaidia kuzuia mashaka na wasiwasi na kuimarisha uaminifu kati yenu. Kumbuka, uaminifu unajengwa kwa muda mrefu, lakini unaweza kuvunjika kwa sekunde chache. Ni rahisi sana kupoteza uaminifu, lakini ni ngumu sana kuujenga tena. Kwa hiyo, linda uaminifu wako kwa gharama yoyote ile. Uaminifu ni hazina ya thamani katika uhusiano wowote, na unapaswa kuuhifadhi na kuutunza kwa uangalifu mkubwa. Wapendwa, katika maisha haya yenye shughuli nyingi, ni rahisi sana kuachana na kuwa wageni ndani ya nyumba yako mwenyewe. Lakini ili kudumisha uhusiano wenye afya, ni muhimu kutenga muda wa kuwa pamoja, muda wa ubora. Sasa, kuwa pamoja sio tu kukaa sebuleni mkiwa mnatazama TV, hapana. Ni kutenga muda maalum kwa ajili yenu wawili tu, muda wa kuzungumza, kucheka na kufurahi pamoja.
Panga kutoka out, kwenda kula chakula cha jioni nje, kwenda kutembea ufukweni, au hata kukaa nyumbani na kupika pamoja. Fanya mambo mnayopenda kufanya pamoja, mambo yanayowafanya wajisikie karibu na kuunganishwa zaidi. Na wakati mkiwa pamoja, weka simu zako pembeni, zima TV na zingatia kuwa na mwenzako. Sikiliza anachosema, shiriki naye mawazo yako na furahia kuwa pamoja. Kumbuka, muda ni zawadi kubwa unayoweza kumpa mwenzako. Kwa hiyo 10.